Mvua iliendelea kunyesha usiku mzima. Radi zilipiga karibu na uzio. Ndani ya banda lao, vijana 7 walikaa kimya. Hii ilikuwa siku ya 7. Amani aliwaangalia moja baada ya mwingine. Brian bado alikuwa anahema kwa shida kutokana na kipigo, lakini macho yake yalionyesha nguvu ya kupigania uhai. Neema alifunga vitambaa mikononi kuzuia damu isitoke tena. Juma na Hamisi walikuwa tayari kisaikolojia. Saidi na Tito walitetemeka, si kwa baridi tu, bali kwa hofu. Hatuwezi wote kukimbia mara moja, Juma alisema. Tutafanya kimya kimya. Tukifika kwenye mti ule mkubwa, tutapanda mmoja mmoja. Walisubiri hadi walinzi walipobadilishana zamu, muda ambao walikuwa wameuchunguza kwa siku kadhaa. Saa 6 kamili usiku. Hatua za walinzi zilipungua. Sauti za vicheko zilihama mbali kidogo, kuelekea banda la chakula. Mbwa walikuwa wamefungwa kwa sababu ya mvua. Amani akasogea kwenye mlango wa mbao. Kwa siku 2 zilizopita, alikuwa akilegeza msumari mmoja wa chini kwa kutumia kipande cha waya alichokiokota. Leo ulikuwa wakati wa kuutumia. Kwa makini sana, alisukuma mbao. Ufa mdogo ukafunguka. Walitoka mmoja mmoja, wakijibanza chini ili wasionekane. Mvua ilikuwa baraka yao, ilifunika sauti za hatua zao. Walifika karibu na uzio. Lakini ghafla, mmesikia kitu? Sauti ya mlinzi ilisikika nyuma yao. Mioyo ilianza kudunda kwa hofu. Hamisi alijirusha chini ya kichaka. Amani akachukua jiwe na kulitupa mbali upande wa kulia. Kishindo kilisikika. Labda ni mnyama, mlinzi mwingine alisema. Hatua zao zikasogea kule jiwe lilipotua. Hiyo ilikuwa nafasi yao. Walifika kwenye mti mkubwa uliokuwa umekuwa hadi juu ya uzio wa waya. Juma alipanda kwanza, licha ya uchovu. Mmoja mmoja, Juma alisema kutoka juu. Neema alipanda, majeraha yakimuuma lakini akivumilia. Saidi, Tito, Hamisi wakafuata. Brian alipofika katikati ya mti, mkono wake dhaifu uliteleza. Alianguka chini kwa kishindo. Mbwa walianza kubweka. Amani alirudi chini kwa sekunde moja ya ujasiri wa ajabu. Leo hatuachi mtu. Mwanga wa tochi ulianza kukata giza. Risasi moja ilifyatuliwa hewani. Mvua ilichanganyika na kelele. Mbwa walibweka kwa hasira ndani ya banda lao la mabati. Kwa nguvu, Amani na Brian walipanda mti. Wote wakaruka upande wa pili wa uzio. Walijitupa ndani ya msitu mzito, wakikimbia bila mwelekeo maalum. Miiba ilichana ngozi zao, miguu iliteleza kwenye matope. Lakini hofu ilikuwa injini yao. Waliposikia kelele za walinzi zikizidi kupungua nyuma yao, ndipo walipunguza mwendo. Lakini msitu haukuwa rafiki. Usiku ulikuwa mrefu. Neema alianguka kwa mara nyingine. Sitaweza, alisema kwa sauti ya uchovu. Amani akamshika mkono. Tumefika hapa, haturudi nyuma. Walitembea hadi alfajiri, jua lilipoanza kuchomoza. Mwanga wa jua ulipochomoza, waliona kwa mbali barabara ya vumbi. Walitoka mbio kuelekea barabarani. Gari la mizigo lilikuwa linakaribia. Juma alisimama katikati ya barabara akipunga mikono. Dereva alisimamisha gari kwa mshangao. Alipowaona wakiwa wamejaa matope, majeraha na hofu machoni, alielewa kuna jambo baya limetokea. Dakika chache baadaye, walikuwa njiani kuelekea kituo cha polisi cha karibu. Wiki chache baadaye, operesheni kubwa ilifanyika msituni. Mashamba yale ya siri yalivamiwa. Mateka wengine wengi waliokolewa. Wahalifu walikamatwa. Lakini kwa vijana 7, majeraha ya mwili yalikuwa rahisi kupona kuliko ya moyo. Siku 7 tu, lakini walihisi kama miaka. Walijifunza kitu kimoja ambacho hawatakisahau milele. Umoja wao ndio uliwaokoa. Ujasiri wao ndio uliwavusha.
na waliamini Mungu aliamua kuwatumia wao ili kuwaokoa wengi ambao walikuwa mateka wa siri msituni. Na tumaini, hata likiwa dogo kiasi gani, linaweza kuwa silaha kubwa kuliko hofu. Amani alisema, walitufunga mikono yetu, lakini hawakuweza kufunga akili zetu.